Sophie. Sophie. Zani wa mapenzi, wema wangu haujatosha. Mzani wa mapenzi. Yaani humu ndani unajua kuna visu vikali. Ilikuwa na mimi chungu nimejikata shwa. Uwezi kuamini. Wewe vipi mbona unapotwa? Hamna kitu. Roho inauma. Roho inauma. Nakupenda. Nakupenda. Ujali hisia zangu. Ujali hisia zangu. Kukupenda, kukupenda ni adhabu kwangu. Unaniumiza kila nikikupenda. Pinky, kama nilivyokuambia, hapa ndo nyumbani kwao. Kwa hiyo kwa kipindi hichi ambacho unaendelea kujisikilizia utakuwa hapa. Na jambo zuri ni kwamba daktari amesema wala hujaumia sana. Ni mshtuko tu na kutenguka kidogo. Kwa hiyo amesema ndani ya muda mchache utakuwa uko sawa na utaweza kuendelea na majukumu yako kila siku. Kwa hivyo karibu sana. Asante. Nyumbani kwako pazuri mwenyewe. Nyumba yangu mimi inaendeshwa kwa misingi na taratibu za kisheria. Kuna vitu vya msingi vitatu ambavyo unatakiwa uvifahamu. Jambo la kwanza, mimi hapa naishi mwenyewe. Kama unavyoona niko mwenyewe hapa. Na mara nyingi mimi natoka asubuhi na rudi jioni. Kwa hiyo nikitoka huona kula huko. Sasa swala la mapishi na swala la chakula, kwa kipindi hichi ambacho utakuwa hapa utasimamia mwenyewe jikoni. Hakuna mpishi wa kupikia. Itakulazimu wewe mwenyewe uingie jikoni na kupika chakula. Tunaelewana katika hilo? Tatizo lako unaongea sana. Yaani ulivyosema masharti mimi sijui nikajua masharti gani. Kumbe kupika. Asa mimi nitashinda kupika. Pole. Asante. Jambo la pili. Umeiona hii nyumba ni kimya sana. Mimi sio mtu wa makelele mengi. Kwa hivyo sipendi kelele, sipendi shida. Nahitaji ukimya huu uendelee kuwepo kwa kipindi hicho ambacho utakuwepo hapa. Na ndio maana umeona naishi mwenyewe kwa sababu sitaki buguza mtu yoyote wa nje. Tunaelewana pia katika hilo? Baba una masharti wewe. Hivi unajijua? Yaani mimi ndio maana nilikwambia mapema nipe fidia yangu tumalizane huko. Uwe na maisha yako niwe na maisha yangu. Ukaning'ang'ania ukasema mambo utanihudumia mpaka nipone. Aya, ndio kwanza nimeingia mtoto wa watu. Bismillah, naanza kupewa masharti kama mganga kienyeji. Aya, toa masharti mengine. Unatoka wapi huko? Nakuuliza unatoka wapi? Naniliu. Huku. Ina maana wewe unajamulia tu kutoka. Unaacha geti langu wazi, unaenda unakoenda wewe. Uwezi wakiingia. Wewe nini? Mbona unatekenyeka unawashwa au? Nini? Kuna nini sasa huko? Ina maana kwa muda wote unaungua, kumbe umeweka miogo huko. Kakiungulia huko karude, kadekenya kaeleweki. Afu bado unakaeka vitu vya moto. La akili zako wewe. Basi twende kanikague madam kama vimeungua vipo salama. Maana hali yangu si sawa. Sharti lingine la mwisho. Ukiingia kwa nani? Moja kwa moja kwenye mkono wa kushoto kuna chumba. Hiko ndo kitakuwa chumba chako. Kwa hiyo utalala.
Unalala wapi? Sidhani kama naelewa msingi wa swali lako. Mimi nalala wapi kivipi? Lina msingi ndio maana nimeuliza. Niambie, unaona kabisa mtu wenyewe mgonjwa kama hivi naumwa. Nimezidiwa huko. Atakayenihudumia mimi ni nani? Usiku nimebana kwenda chooni. Naye ananipeleka. Tena mimi nilishangaa. Yaani wewe ilibidi hata usiulize. Ikibidi tulale wote kabisa. Nikiumwa uko pembeni. Unaenda kunitelekeza huko. Kumbe mwewe. Hivi unajisikia unachokiongea? Au unaelewa tuko katika situation gani hapa? Mimi najaribu kukustiri, najaribu kukusaidia kwa sababu nimekusababishia matatizo. Alafu unakuja kuleta ujinga. Una wazimu Mwenda wazimu wewe. Nimekuambia chumba chako ndo kile pale, utalala pale. Hayo mambo mengine yanakuhusu nini wewe? Naweza nikakutimua sasa hivi ukaondoka hapa ndani. Stop kadi 3. Umenistiri, nimekustiri. Ungenipa fidia yangu kule tungemalizana sasa hivi ungekuwa unahangaika wewe. Tena usinikoromee. Kama vipi nipe fidia yangu ni sape hapa huko. Sikiliza nikwambie. Kama unataka nipe fidia yangu. Kama utaki mguu wako mpaka polisi. Ukanipe fidia yangu huko tumalizane kihaki. Okay. Let's not argue. Siko katika modi hiyo sasa hivi. Jambo la msingi ni kuzingatia hayo niliyokuambia. Una siku 2 tu za kukaa ndani. Na siku 2 zikiisha, basi utakuwa unaondoka. Kwa hiyo sina time ya kuanza kugombana naye. Siku 2? Sina mpaka na nimepona. Niende wapi na uzito? Nimeweka yote mezani, wewe ukanyamaza, mimi nikavunjika. Mzani wa mapenzi, moyo wangu pande mmoja. Madam, unajua mimi nakupenda sana, tajiri yangu. Sasa hii miogo nimeweka huku, cha kwanza ili nikuletee kama surprise. Alafu unajua kabisa surprise inafichwa, ndio maana nikamwanetea huku, box nilikosa. Kingine kuna watoto wanaomba mtaa huu. Wangeniomba nadhani ungekula nini? Na muogo ukiitia huku unakuwa mtamu. Kama ushe kuisikia nyimbo moja, muogo wa jang'ombe utaulamba mwiko, ndo huu sasa. Yaani ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Wewe shai kuna wapi zaidi nafichwa huko? Yeye unaweka miogo inakuunguza eti nataka surprise. Na siku nyingine usije ukaacha tena gati wazi ukaondoka. Ukirudia tena ndio itakuwa mwisho wa kazi yako. Yaani mimi kwa akili zangu Duli B untouchable kabisa, eti nampelekea miogo mada. Mimi nikimwomba anipe, lakini hivi yangu anavitaka. Usi Vipi? Mama wangu, zile pesa ambazo umenipa sizioni. Wewe unazungumza nini? Yaani pesa nilokukabidhi umeiweka wapi? Yaani uzioni ziko wapi? Hazipo ndani, namaanisha kwamba hazipo, sizioni na mimi ndo nilikuwa nazitunza. Mimi napaswa nikuulize wewe kwa sababu mimi pesa nilikukabidhi wewe. Haya nimuulize nani? Alafu wewe unakuja unaniuliza mimi. Lakini mama wangu, kumbuka ndani tunaishi wawili tu, mimi na wewe, na hamna mtu ambaye anaingia yoyote huko ndani. Sasa zimeenda wapi hizo? Kwa hiyo maana yake mimi mwizi. Yaani pesa nilokukabidhi wewe afu niichukue mimi. Kama nilikuwa nahitaji si ningebaki nayo? Sababu ya kukupa wewe si uitunze. Lakini mama wangu, sijamaanisha kama ni mwizi, nimekuuliza tu. Maana huko ndani tuko tu wawili mimi na wewe. Asa unaniuliza vipi kwenye pesa ambayo wewe nilikukabidhi? Mimi napaswa nikuulize wewe kwa sababu pesa nilikupa wewe. Sasa unaponiuliza mimi kwenye pesa ambayo nimekupa wewe, nani natakiwa aulizwe hapo? Lakini kumbuka zimebaki wiki 2 tu mimi niende nikajifungue. Na sijanunua kitu chochote, sasa mimi nitafanyaje? Huo ni uzembe wako. Uzembe wako mwenyewe. Nakwambia kila siku mtauni wezi sana. Umeweka mlango wazi, pesa umeiba alafu unakuja unanishutumu mimi.
Yaani kwa maneno yako tu dhahiri shahiri unanishtumu kwa mimi nimechukua pesa. Kama ningekuwa nahitaji pesa ningechukua. Sasa kila nikikuita, sauti yangu urudi chini na mikono yangu. Kwa hiyo mjomba, kama nilivyokuelekeza, yani hiyo ndo picha nzima ilivyokuwa kuanzia mwanzo nakutana na yule binti mpaka hivi sasa leo tulipofika hapa. Na kusema ukweli wa moyo wangu ni kwamba mimi yule mwanamke sijatembea naye na wala sina mahusiano naye aina yoyote ile. Ilitokea kama nilivyokuambia nimemsaidia, lakini sasa Sofia anashindwa kunielewa na ameshanikuta mara kadhaa na yule binti, na ndio hicho nadhani kiubinadamu kinamfanya yeye aonekane kama mimi labda ni mwanaume ambaye nisifaa kwake, aone kama mimi labda ndo namchiti au nafanya nini, lakini siko hivyo. Wewe unanifahamu vizuri mjomba, mimi sina tabia hizo za ajabu ajabu. Yule mwanamke mimi nilitokea tu kumsaidia na basi yakaishia hapo, sina chochote naye. Sawa mjomba, mimi nimekusikia vizuri, lakini kaa ukijua sisi watoto wa kiume na unapokaa na wanamume wenzio au mwanamume mwenzio, hebu jaribu kwanza kuweka mambo wazi ili tujue kabisa tunapitia wapi, tunaanzia wapi, tunamalizia wapi. Hebu funguka kwanza mjomba, katika hili lina ukweli kiasi gani? Basa, hebu sikiliza ndugu yangu. Hapa cha kufanya ni kumweka wazi mjomba kila kitu, matukio yote yaliyotokea wewe na Sofia. Sawa? Na mimi umwambie kabisa kwamba nimeshaenda kule mara ngapi na ndio maana umetuma nauli mjomba tukumlandize aje hapa tuweze kusolve haya mambo. Msaada wa mwisho tuliobakisha ni huu. Kwa hiyo usimfiche chochote. Wewe mweke wazi kila kitu mjomba, ili ajue anaanzia wapi anaishia wapi. Mjomba, iko hivi. Baada ya yote kutokea, mimi nilishajaribu kuzungumza na Sofia, lakini imeshindikana. Mara zote nilikuwa nagonga mkuta. Nikamtuma Martin aende kuzungumza na Sofia. Still bado Sofia anaonekana kutonielewa. Na kibaya zaidi, ameshanikuta na yule binti zaidi ya mara mbili kama nilivyokuambia. Mara ya kwanza alimkuta chumbani kwangu. Siku hiyo ambayo nilimsaidia, nadhani nimekueleza vizuri, unaelewa story yangu. Mara ya pili akamkuta yuko ndani kwangu ananisaidia kupika. Lakini mimi yule binti kusema ukweli, sijui anataka nini, na nimeshamzuia kwamba sitaki tena mawasiliano naye wala sitaki chochote kuhusiana naye yule binti ambaye alinikuta naye Sofia. Sasa Sofia baada ya kunikuta vile, kwa tumejaribu kutafuta namna ya kusuluhisha hili jambo, na wakati tunataka kwenda kusuluhisha hili jambo ili tuweke sawa, mimi nikapata ajali. Mjomba, imefikia hatua Sofia ananihisi mimi kwamba simpendi tena, ananihisi mimi ni adui kiasi kwamba anataka kutoa uhai wake mwenyewe kwa sababu yangu mimi. Hicho ni kitu kibaya sana mjomba, na mimi unajua vizuri mimi yule binti nampenda. Nilishapanga plani zote kwamba bwana, baada ya muda fulani tuanze harakati za kufunga ndoa, na hicho kitu ndicho nilichokuwa mimi nakitazamia, na nilikwambia kwamba mjomba, hebu jiandae, baada ya miezi miwili ikipita tuanze harakati za kwenda kwa kina Sofia. Lakini sasa haya mambo ndio yametokea na yamekuja kuharibu kila kitu. Sawa mjomba, mimi nimekusikia na nakuhakikishia, ondoa wasiwasi. Madamu mjomba umenitoa mlandizi mpaka hapa kwa jambo hili, hilo mjomba limeisha. Siwezi kukutupa, namtupia nani? Bado wewe mwanangu. Sio vizuri. Ingawa mara ya kwanza ulinipanga mjomba hivyo hivyo, mjomba tunakwenda kuoa sio na nini ya home bwana, ukanitokea mbavuni sikukuona. Sasa hivi unarudi kwa kuwa umetamka tena mwenyewe ya kwamba unalihitaji jambo hili tukalikamilishe. Mimi mjomba, amini ya kwamba hili limekwisha. Mimi nitakuwa nitakaa nao kitako, nitazungumza nao kwa hekima na busara na kwa taratibu zote, na hili lazima litakaa sawa tu. Hakuna kitakachoharibika mjomba. Mjomba, mimi nafikiri hilo limeisha. Mimi sikukosea kufikiria kukuita mjomba, sababu najua ukija wewe jambo lolote hata kama ni rangi nyekundu litabadilika, litakuwa la njano bila shaka, kwa sababu naamini katika uwezo wako. Sasa huyu ndiye alikuwa anasimamia hili swala tangu mwanzo, tangia msala umeanza, mambo yote yametokea katikati, huyu ndiye alikuwa anarekebisha. Na hata unavyoona hivi nimekuambia kwamba Sofia alikuwa anahitaji tupate muda wa kuzungumza, huyu ndiye alikuwa anaorganize hivyo vikao na namna ya kuweza kuzungumza na kuweka hili jambo sawa. Kwa nadhani ukienda na huyu itakuwa ni jambo bora sana. Bishwa mjomba. Nafanya hapo umepata. Hapo la ndio kimia. Lampi. Mume wangu, lakini tunakula wote. Leo umenizingua pale, mimi nakwambia usimpe hela, unampa hela. Hii hela mimi nilikuwa nategemea pola tungenunua hata kakitali tukaanza kupika liukali. Wewe unalazimisha kununua maviazi makavu, mimi mwanaume wa tao unanilisha machipsi.
Umenikera. Basi ungemtega tukachukua hata advance. Umeshindwa. Vichucho vizuri mwanamke mweupe. Unashindwa kuwatega tupate advance. Mimi nakwambia kama vipi nikupeleke tu Shinyanga. Shinyanga mbona wanatoa vitu vingi? Kwa Shinyanga watu wanajitoa hasa na weupe wako, hata ng'ombe 50 tunachukua tunakuja tunafanya maisha. Wewe unang'ang'ania huko. Wewe niangalie hivi ili upate njaa. Pate akili za kwenda kutafuta hela nyingine. Maana ili swala tulikubaliana kabisa mimi na wewe. Tunaenda pale unamlekezea sauti muuza chips. Tunatoka chips na Kitali. Mimi Kitali unakuja unanipikia ile ugali langu la tona. Wewe unakula viazi vyako. Lakini wewe umelekeza afu hiyo hela tulikuwa tumepanga. Umeinunua viazi makavu, mimi nakula hivi si vinyepe tu hivi vinafika wapi sasa mimi? Mimi nimezoea ugali wa tona. Hivi vinyaza yani ukusi na lamba hadi tomato leo. Huyu tonto. Usinitumbulie mimi macho yako nikakuonea huruma. Bila kukugeuzia mkongo wewe nitakuonea huruma. Nataka kumuua nyani. Mteke mkongo hivi. Poni, afadhali nilivyoona hapa wanangu. Kwa sababu baadaye jioni nilikuwa na ratiba kuja ofisini kwenu. Hivi, mbona mna utaratibu mzuri kwenye kudai madeni yenu? Nimepata malalamiko yenu. Mmefika nyumbani mmemzalisha bi mkubwa, mmemtukana matusi ya nguoni, alafu bila sababu za msingi. Hivi mna maana gani kumfanyia hivyo mama yangu? Mbona mnavyomkopesha mnakuwa na maneno matamu na kumwahidi kwamba mtamvumilia kwa kila jambo? Na mnampa moyo kinoma noma. Alafu leo mnakuja kumtolea maneno sio poa wanangu, ndio mna maana gani? Kijana, sisi yale ni majukumu ya kazi yetu. Na pale tulichokifanya tumetendea haki kazi yetu. Yaani pale sisi tupo kazini, tunalipwa kupitia tunachokifanya. Kwa hiyo ilikuwa haina haja wewe kutusimamisha hapa barabarani na kuanza kuongea upuuzi unaoongea. Kwa hiyo jamani, mimi naongea upuuzi. Naongea upuuzi. Yule mimi mama yangu. Mlichokifanya sio poa. Naelekeza kiustaarabu, nyinyi mnaniletea kunifokea. Kama ni mama yako, mwambie aache kufuatilia swala la mikopo. Atuache sisi na kazi yetu. Na hapa tuko busy na kazi yetu. Tunatembea kwa muda. Dachi tuondoke. Kwa hiyo mimi nawaambia kitu mwanangu, mnaniletezesheni au sio? Mnajikuta mnaniweza. Wewe wanangu, naona tukiongea Kiswahili hatuelewani. Ngoja nifanye vitendo. Nimebeba uzito moyoni, kila saa unanifanya nishtuke. Niliposema nilikuwa nimepotea, sikujua nilikuvunja hivi. Nilitupa maneno bila kufikiri, yalikatakata kama kisu. Sio lile nililotaka, sio lile ninaloweza kurudia. Nikipewa nafasi moja, ningekunong'oneza ukweli. Moyo wangu umeinama na macho haya hayawezi kuficha. Nisamehe, haikuwa dhumuni langu kukuumiza. Hassan, najua umenikataza kuja kwako na hunitaki hata kuniona, lakini sina budi, inalazimu mimi hapa kuja. Naomba unisamehe sana. Wewe umeingiaje humo ndani? Mlango ulikuwa wazi. Kwa hiyo nani alikupa kibali cha kuingia humo ndani kama mlango ulikuwa wazi? Tanasha, wewe ni mwanamke aina gani usielewa? Ni mara ngapi nikuambia sitaki chochote kuhusiana na wewe? Sitaki kushirikiana na wewe chochote kile Tanasha. Kwani unataka kunielewa? Unataka niongee kwa lugha ipi? Niongee Kiingereza, Kijerumani, Kichina? Au niongee vipi Tanasha unielewe? Sitaki. Umekuwa mwiba kwenye maisha yangu Tanasha. Kila kitu kinaharibika ukiwepo wewe. Yaani ukitokea tu maisha yangu yanaharibika. Kwa nini? Yaani unanifanya paka nahisi wema wangu ndio unaniponza. Kukusaidia imekuwa tatizo. I wish hata kama ningeweza kurudisha siku nyuma, basi ningerudisha siku ile pale bali singe hata zungumza na wewe Tanasha. Unanikwaza, unaniharibia mambo yangu. Wewe unajua mimi na mwanamke wangu nampenda. Kwa nini unakuja hapa nyumbani? Umefuata nini sasa hapa? Nini kimekuleta? Pasal, hayo tunataka wewe. Kwa nini ulikuwa hivyo kwangu? Kwa nini? Imefika wakati alipigwa moyo hata kusimama kwa ajili yako. Mimi nakupenda Pasal. Nakupenda.
Nakupenda, siwezi kuishi bila wewe. Nisamehe, haikuwa dhumuni langu kukuumiza. Rudisha amani kati yetu. Ningepiga hatua kinyume, ningefuta yale yote niliyotamka, ningeweka mkono kifuani nikikuzuia usilie tena. Kila ukimya wako unauma kama mvua juu ya paa tupu. Nabaki naomba kwa moyo, usifunge mlango kabisa. Nikipewa nafasi moja, ningekunong'oneza.